wanakuja kutupiga hapa kwa nini? Na wako na shida kushinda wa Kenya sana. Mapolisi ambao unaona hapa si wako kwa CRB? Si wako na madeni? Lakini tukikuja hapa kuwapigania wanatumwa ili waharibu mkutano yetu. Ushenzi si ushenzi. Upuzi si upuzi. Mapolisi ambao unaona hapa, hawa mapolisi ukiona mishahara yao iko chini sana. Na sisi tunasema serikali waongezee mishahara. Tukiwaambia hivyo wanakuja hapa na tear gas. Ujinga si ujinga. Upuzi si upuzi. Jamani, sisi tumekuja tu, we are not the enemy of the government. Linda Mwananchi is not the enemy of the state. Linda Mwananchi is the defender of the people. Linda Mwananchi is protecting the rights of Kenyan citizens. Linda Mwananchi is fighting for justice on behalf of Kenyans. Those who are killed, it is Linda Mwananchi who is putting pressure on the government to compensate their families. Linda Mwananchi is ensuring that every Kenyan gets employed. Kwa sababu serikali walituahidi, wakasema kila mwaka, kila kijana hapa atapata 1 million jobs. Uko na kazi hauna. Uko na kazi hauna. Serikali ilituambia mama mboga ata graduate kutoka kwa kuuza mboga kukuwa na supermarket. Uko na supermarket ama una? Uko na supermarket ama una? Serikali ilituambia yule bodaboda rider atawacha kudrive hiyo bodaboda, kuride bodaboda na awe na matatu. Uko na matatu ama una? Uko na matatu ama una? Kwa hivyo tunasema shetani ashindwe. Na mimi siku ya leo NDC imeitwa kule Ngong Road. Hiyo NDC imeitwa huko ni illegal NDC. Maanake siku ya leo hapa tuko na Secretary General wa party cha ODM ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Katika katiba cha ODM ni Sifuna ndiye anafaa aite NDC. Na Sifuna, NDC yenye ameita ni hii ama sio hii? This is the only NDC that we have. Baba alipofariki, Wakenya wenzangu, wana ODM, baba alipofariki tuliambiwa tuende Mombasa Road asubuhi saa 12, tukarauka tukaenda Agile Hotel na tuliambiwa twende huko tupokee mwili wa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale agenda ilibadilika. Wakasema ya kwamba sasa party leader ni Oburu Odinga. Wewe ndugu yako amekufa, hajazikwa, na wewe unamridhi kama ndugu yako bado ako katika sanduku la maiti. Upuzi si upuzi. Je, hiyo ni ungwana? Kisha tunaambiwa lazima tufuate hiyo mwenendo. Tutaheshimu Oburu as our elder but not our leader. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. We will respect Oburu Odinga as our elder but not our leader. Kwa hivyo ile NDC ambayo iko illegal pale, is that the true spirit of ODM? Is that the true spirit of ODM? Is that the true spirit of Raila Amolo Odinga? Is that the true spirit of the youth, men and women who fought to bring down the towers of oppression and raise the banners of freedom? Is that the true spirit? Is that the true spirit of the Gen Zs who came out in 2024 to fight for the oppressive finance bill? Is that the true spirit of Kenyans? Is that the true spirit of Kenyans? Sisi ambao tuko hapa
tutazidi kuwapigania. Maanake Mkenya anateseka, Mkenya ana shida. Ukiona mwalimu ambaye aligraduate 20 years ago mpaka siku wa leo hana kazi. Mwalimu ambaye aligraduate 15 years ago, 5 years ago mpaka siku ya leo hajaandikwa. Mwalimu ataretire before hata apate kazi. Ukiona madaktari wetu, the health sector, madaktari hawalipwi on time. CBA haikui honored na serikali. Watu wana graduate hakuna kazi. Ukiona wanafunzi wetu, hapa ndio kuna shida. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, polisi tiagas. Weka mawe, weka mawe, weka mawe. Ukiona wanafunzi wetu wameintroduce kitu hapa ambayo ni illegal. Wanasema wanafunzi wawekwe kwa banding system. Na hii banding system inaumiza wazazi wetu. Mwanafunzi anapita mtihani, anaenda university, wanaenda college. Kisha huyu mwanafunzi akifanya medical courses anaambiwa atalipa 600,000 Kenya shillings, ati serikali inalipa 300,000 Kenya shillings na mzazi alipe 300,000 Kenya shillings. Wacheni niwaulize swali moja. Yule mama mboga ambaye anaamka asubuhi, ambaye anaenda pale Gikomba, ambaye anaenda pale soko nyumbani, huyo mama mboga ambaye anapata shilingi 200 kwa siku, ambaye hajaona shilingi 10,000 mara moja, huyo mama atafundisha, atasomesha mtoto wake kivipi? Atapata 300,000 wapi? Ni kuua elimu ama sio kuua elimu? Yule mwana bodaboda ambaye amenunua bodaboda yake, amechukua loan 100,000, 150,000. Amechukua loan. Kisha huyu mwana bodaboda anaambiwa ya kwamba yeye anafaa asomeshe mtoto, alipe 100,000 katika university. Hajawahi ona 20,000 kwa moja hivi kuweka kwa mkono. Huyo mwana bodaboda atasomesha huyo mtoto? Alafu naambiwa serikali imeleta mabadiliko. Serikali ya upuzi si upuzi, ya ukora si ukora, ya uongo si uongo. Ndio maana tunasema ya kwamba wanafunzi wetu wote katika college, katika university, hawa wanafunzi inafaa waheshimiwe. Hawa wanafunzi wapewe help, na ukishapewa help, do not say thank you, ask for more, because that is your constitutional right to get education.